Wakurugenzi, by the year 2015, mzee mzima Julius alikuwa ameanza kuworry, alikuwa ameanza kupanic, anashindwa. Kwani shetani amenitembelea? Kila mtu ambaye tulimaliza na yeye shule mnamo 2005 somehow wamepata footing kimaisha. Ni nini? Ni mchawi mgani huyo anakojoa kwa dirisha yangu? Mbona vitu hazinifanyikii? 2015 akina Julius na kikosi yake ya majamaa walisoma pamoja high school, walikuwa wana celebrate their 10th anniversary. Na kitu ilikuwa inampatia pressure sana ni hizo maswali watu wanaulizanaga kwa anniversary. Unajua zile anniversary watu kujaga tu floss mode kidesign, unajua but akajiambia hakuna noma, wacha niingie anniversary, pengine hapo ndio nitasaidikia, sababu wale watu tulisoma nao watakubali tu kuniangalia nikiendelea kukula ngori. Wacha tuingie. Yeye ako pale tu kutafuta usaidizi. Wakiwa katika hizo harakati, kuna jamaa moja anaingia pale fashionably late. Bwana Julius anamwangalia na shindo, my friend, huyu jamaa hata pale kwa darasa hakuwa anashika kitu. Yeye ndio anaendesha gari kubwa kuliko kila mtu hapa. What is? Lazima huyu jamaa kuna kitu anajua. Na wakakaa the whole night wakaongea, na jamaa akamfungukia roho akamwambia, mazee, mtu yangu nimeng'ang'ana, imekuwa miaka I think 6 tangu nitoke university, sijapata namna. Kuna vile unaweza come through mtu wangu? Rafiki yake akamwambia, usiogope, mimi kazi ninayo. Kile tu unafaa ujiulize ni uko willing kusukuma kazi. Of course at this point Julius ako willing kufanya kitu yoyote maze. Lazima aingize hiyo cheddars. Hata bana anniversary next asumbue watu. So waka-agree hakuna noma. After anniversary nini wewe tukutane the following week. Ndakuambia ndakupeleka na mtaratara. So the following week maze Julius amekaa pale anategea tu, anangojea simu ya mjamaa ikuje, and true to the guy's word akampigia kitu kama the following week on Wednesday hapo. Akamwambia, sasa mimi wanapiga biashara ya magari vile nilikuambia, huwa nauza magari Kenya mzima, wananitambua. Sasa hii mimi naweza peleka gari hata Uganda nini, washanijua yani. Na once in a while wananidu usaidizi sana, especially ikifika ni mambo ya delivery, sababu utapata mtu ameagiza gari ako Mumias. Sasa mimi siwezi acha biz nianze kukimbiza gari za wenyewe Mumias, so huaga nimeandika watu kadhaa, kazi yao tu ni kutransport magari nini. But hii job ukifanya na uadilifu, you never know, in the next couple of years wewe ndio utakuwa mimi hapa kwa ikiti. Julius anapiga hesabu, anaona in fact tupige hii kazi. Wewe kazi ikitokea tu hivi niambia. Akaambia aina mambo, in fact kuna gari moja nishauza hapa, nataka unipelekee wapi? Eldoret, Uasin Gishu County. Uko tayari kufanya hivyo hii Friday inakuja? Of course, ako tayari mbaya, ana kazi. Kidogo simu ikaingia, ule jamaa amekuja, amemletea gari, akapatiliwa gari vizuri, akapatiwa kifunguo, na jamaa akaingia kwa mfuko akamtolea bunda la noti. Akamwambia hizi pesa ni zako. Julius akapigwa shilingi zake takriban 15,000. Yaani mtu anakupatia 15,000 hivi pap na hata kazi hujafanya. Julius akajua hapa nimeomoka. Hapa naye tumepona. So Julius teketeke ameanza safari ya kuelekea Eldoret. Julius ndio yuko gari ameelekea. Amefinya vizuri sana. At this point Julius ni mtu hajazoea kushika pesa sana, so anajaribu kufinya as much as he can, abakishe the most. So Julius amepita Nakuru, ameelekea, ameanza kufika town fulani inaitwa Salga pale. Accidents huwa zinafanyika huko, ni black spot sana. So akiwa Salga anadiscover kuna gari hapa nyuma inamwashia mataa. Anaangalia side mirror, anaona anapigwa mataa. Akajiuliza, ama jamani mimi wanaongelesha ama? So of course akakanyagia kidogo. Julius akaeka gari kando, hana anything to worry about. Yeye anajua amekuja speed iko fiti. So yeye akaeka gari kando, ako curious, anataka kusikia ama jamaa wamenisimamisha kwa nini. Wakashuka wote wawili na wakakuja mpaka kwa dirisha yake. Wakamsalimia vizuri sana, habari mzuri, unaitwa nani? Mimi naitwa Julius. Unaelekea wapi? Nakimbia Eldoret. Hii gari nafaa nisafirishe huko, mwenyewe aipate huko. Okay. So huwezi mind tukipiga search dakika 2-3. Kidogo Julius anashindwa, search tena? Hii gari ni mpya bana, imetoka kwa yard, mbona mnataka kupiga search? But hakuna kitu ya kuworry. Julius ameshuka gari yake hapo, akamwambia ina mambo, you do your thing. Piga search nini? Mkimaliza si mimi I'll be on my way. Akamwambia ina mambo, wewe tulia tu hapo, acha sisi tufanye mambo yetu. So akamuita kando, akamzee Julius, unataka kuniambia hii gari wewe ndio umetoka nayo Nairobi? Na huko unajua umebeba nini? Hapana, mimi nimepatiwa gari na mwenyewe, nipeleke wapi? Eldoret. Basi. Gari yako imebeba miadarati mtu wangu. Sasa mimi sijui tutasaidiana aje, sababu ule tumeshika na miadarati, huo ndio tunasukuma ndani.
Julius akasema hapana, hakuna haja ifike hapo, wacha tufanye hivi, wacha nipigie mwenye gari simu muongee naye, sababu yeye niko sure anajua kuhusu hivi vitu vyote mmeokota hapa ndani. Ambia haina mambo, wewe piga simu. Julius piga simu. Tululu. Jaribu tena. Tululu. Pana, wacha jaribu tena. Piga tena. Samahani, mteja wa nambari ule. Makosha. Sasa wale askari hawataki kujua. Sisi wewe ndio tumekupata, wewe ndio tunabeba. Julius chengerere, wakaandamana teke mpaka police station. 1 week, 2 weeks, 3 weeks. Haya, mjamaa apigi. Julius akawaita akamwambia, sasa mtu yangu hapa naona ni kama nimeingizwa. Mtanisaidia aje? So akaambiwa bana, unajua ukiingizwa kotini pale ukosi miaka zako 10, 14 tukielekea. So unless sasa tukupatie cash bail wewe utoke, uende utafute huyo mjamaa physically umlete. Ndio at least kesi ikuwe rahisi. Akasema sawa. Cash bail una nini pesa ngapi? Akaambiwa hapa sasa wewe itabidi unipatie $500,000 ndio tukuachilie, sababu bana ni narcotics. Narcotics hatuwezi kuachilia na shilingi 2, utapotea. Sasa $500,000 inatoka wapi? Wakasikizana ikafika mpaka 1400. Akaambiwa sawa, leta 1400 tukuachilie, wewe uende tafuta mwenye gari akuje, bas sisi kesi yako tumalizane nayo, sisi tubaki tukideal na yeye. Julius ni masimu sasa. So after 6 weeks pesa ikapatikana, jamaa akaenda akapatiana pesa vizuri na akaachiliwa. Pengine kitu ninafaa niwaeleze ni ya kwamba wakati alikuwa amepiga hii stay yake pale kwa station, total of 6 weeks, alikuja akaunda urafiki na one of the police officers pale. Na after ameachiliwa, ameenda amekaa nyumbani hizo miezi zote nini, hata historia ashaanza kusahau. At some point alijipata akiongea na huu officer. In fact, actually alikuwa anamuuliza juu ya totally unrelated cases, story tu zao za kando. Ndio wakiwa katika hiyo harakati ya story, akamuuliza, mtu yangu, unajua bana, niliingia pale ndani wiki 6 nikatoa bail ya 1400 na ule jamaa nilikuwa natafuta amepotea kabisa. Nimemjaribu, nimemtafuta kila mahali, nothing. Wewe huwezi kuwa unajua ni nini ili happen mazee, ndio nikajipata kwa hiyo ngori. Ndio jamaa akamwambia, wewe ile siku utapata wakati nitafute, tukae chini nikuelezee. Julius does exactly that, sababu alisuspect hapa kuna story. So eventually akatafuta mjamaa, wakakaa chini na mjamaa akamfungulia ukweli mtupu peupe. Akamwambia, now hao majamaa wanapiga kazi ya narcotics, waga wako hapa na askari. Na kwa biashara ya narcotics, once in a while pesa hupotea. Unastukia pengine ulipeleka product place fulani, hao majamaa wako kulipa, wameenda na pesa na wameenda na product. Wewe mahali umetoa product lazima urudishe pesa, lakini wale hawako kulipa. Na ukirudi huku mahali ulitoa product, tuseme hauna product na hauna pesa, si tunakuzika weekend. So vile wanafanya uaga wako na some sort of insurance. So wewe ukijua pesa imepotea na ukienda kuripoti huku utauawa, mnakaa chini, mnaongea na maofisa, mnapanga, mnaweka narcotics kwa gari fulani, then mnatafuta tu mtu fulani anakaa hivi, mnampatia gari, mnapapot kukua car dealers, anachukua gari, anapeleka destination, mahali katikati anasimamishwa. Akisimamishwa anawekwa ndani. Akiwekwa ndani anaitisha cash bail ya 1400-500. Si of course hawezi kubali kuozea jela, atatafuta hiyo cash bail ya 1400-500. Bas, sasa kile haujui Julius ni ya kwamba hii sakata inafanyiwagwa watu 5, 6, 7, hata 8. Kila mtu anatoleshwa $500,000, 1400. By the time wamemaliza hiyo kazi, washa raise milioni zao 4-5. Wakurudishiwa pesa wanarudishiwa, wale wakuona wakakitu kando wanaona wakakitu kando, na mwenye kazi ya miadarati anapona. That is how it is done. It is what it is. You can imagine the shock on Julius' face akijua yani mimi niko hapa kulipia makatel deni, walai. But it shall happen. Cha muhimu ni kwamba umeenda na uhai. Otherwise ukikani kama pia unataka kufungua mdomo, pia wewe tutakuzika tu weekend. Hivyo ndio iko. So hii information kile utafanya nayo hiyo ni shauri yako, lakini wewe jua ukianza kukani kama wewe ni threat,